Sasa kwa mfano Karobo na gongo lake akakamatwa na kupigwa konde moja matata, akapaa mpaka juu ya bati, atashukaje? Mimi sipo kabisa, ila kinachoenda kutokea ni kuzaliwa kwa ugomvi mzito wenye mapigano makali na mama yake, na zile ndoto za mama yake kutaka kumuoa mume wake zitaisha. Je, zitaishaje? Just relax. Kwanza komenti makopakopa kwa namna Patronize kaimba wimbo wa Mbosso kwa weredi mzuri, huku ukiamini kuwa siku moja atakuwa msanii mkubwa sana. Safari huanza hivi, ila kutoboa kimziki kwa life walionalo katika hali hii linahitaji juhudi. Watu wanauza mpaka soksi ili watoboe. But sidhani kama Kichupa alikuwa na masaa wa kupepesa macho na kuuliza afanyeje wakati alikuwa na maamuzi ya kumtoa kafara mganga Karaba kabla hajaenda kuuliza kwa mkuu wake, je, afanyeje? Hii ilikuwa possibility kubwa kwa sababu mganga Karaba ndiye msababishaji wa dawa ya Kateso ambayo baba Karobo kamezeshwa. Sasa kwa kuwa msitu wa kale unahitaji damu mbichi, basi mganga Karaba ndiye alipaswa kutolewa kafara ili Kichupa apate njia ya kuingia humo. Japo mlango wa kuingilia katika msitu huo haupatikani kirahisi, ila lazima mganga Karaba angedungwa kimbora moja matata mpaka aseme mlango upo wapi, huku kafara ikimfuata. Muda huo Mr. Ndevu za Chui anaingizwa katika wakati mgumu sana, na ndio wasaa wa kujikamatisha. Yani Kizibo si haelewi kama Rahasa anamjua Mr. Ndevu za Chui au hamjui. Sasa mabadilishano ya maswali ambayo wamepewa ndio magumu zaidi, na hapo kutaibuka utata mzito. Sasa kabla nikujuze yapi matokeo ya hayo yote kwa next episode, kwanza kama unaamini kuwa Karobo amekosea kufanya maamuzi hayo, angetulia na kusema kwa babaye kuwa mama ana tabia mbaya, yupo na mchepuko, ila sio kutenda namna anataka. Je, akiua itakuwaje? So kama unaamini kakosea na anahitaji kufikiri kabla ya kutenda, bas make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa sausika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Kisha andika komenti yako ukimsihi Kichupa asipepese macho amtoe kafara mganga Karaba, halafu mengine yatajipa cha msingi aipate dawa ya usakula. Muda huo mwambie Patronize na mwenzake wakaze, huenda wakaziokoa familia zao. Hakuna kukata tamaa, ni nginja mpaka kisome, huku ukisubiri kuona yafuatayo yatakuwaje kwa next episode. Kwanza, hatima ya Karobo na mama yake. Pili, Remi na Mr. Ndevu za Mbuzi wataingiaje kwa kikaango. Tatu, Patronize na mwenzake watatoboa kweli na ni kwa staili gani mpaka unase mziki. 4, je, makusudio ya mama Karobo katika kumuoa mume wake yatatimia kweli au yataisha? And kwa wale wa TikTok, full video analysis ipo YouTube kwenye account ya Kibox Media. Baada ya kusema hayo, Timothy, piga puff moja la break, kisha tuanze mchakato kwa kina. Tukianza na concept ya kwanza, kupitia tukio la Karobo, kama atafanikiwa kumpiga mchepuko wa mama na huo mtaimbo, lazima mama yake atampokea sana na huyo mchepuko kuweza kumpiga au kumkanya kutokana na kitendo ambacho amekifanya. Wakati huo mama yake atakuwa katika wakati mgumu sana, kwa sababu ya kuhofia vipi kama Karobo akienda kumwambia baba yake juu ya tukio hilo. Lakini hilo sio zito sana, kwa sababu lengo la mama Karobo ni kuachika kwa baba Karobo, isipokuwa anamwogopa kaka yake. And katika hofu na mashaka ambayo anayo, inawezekana kukawa na makubaliano kadhaa kwa upande wa Karobo na mama yake. Yani kupitia tukio hilo Karobo anaweza kuzimwa mdomo asiende kusema kwa baba, kwa makubaliano kuwa mama Karobo hata mdhuru baba yake na anatakiwa ampende mwanae ili siri itunzwe vizuri. Vipi hapo patanoge? Wakati huo sasa Mr. Ndevu za Chui anaenda kunaswa na Rahasa kuwa yeye ndiye anayechepuka na mke wake, na hii ni kutokana na mtazamo wa Remi kwamba hajui kama Rahasa anajua kuhusu huyo mtu ama hamfahamu. Sasa kama Mr. Ndevu za Mbuzi hatakuwa na akili, lazima ataharibu au kuboresha kulingana na maswali atakayoulizwa, na kama Rahasa akagundua kuwa huyo ndiye mwizi, sijui itakuwaje. Swali kubwa ambalo litamsumbua Rahasa, kwa nini kila mara ni huyu tu? Kuna nini hapo? Plus Remi na yeye akuje na swali lake halafu yamalize. Bado akili ya Rahasa
huenda isiwe sawa. Then Patronize na mwenzake wameegemea katika mziki ili waweze kutusua, wakiahidi kupambana watoboy, si ndivyo? Ni possible, lakini sio sana, kwa sababu mpaka kujulikana kwa jamii kunahitaji mapambano mazito au mapambano makali, ila kama wakikunja mpaka mwisho watamaliza vyema, imani zao huenda zikawa sawa. Japo nimepata mashaka kidogo kwamba kama Kichupa akajuzwa namna ya kuingia katika msitu huo na njia akaifahamu, halafu ikawa ngumu kupitika kwa sababu ya kafara, Baba Karobo atapona kweli au anapaswa kutafuta msaada mwingine? Kwani akili yake inapaswa kwa sasa ifunguke na kuwaza Mungu yu wapi. Cause ukimsikiliza Kichupa anaonesha kukata tamaa kiasi cha kutaka kuacha mapambano na kutaka kurudi katika hali yake ya awali. Nadhani mpaka hapo ubongo umenoleka just kwa kiasi chake, kwa sababu leo hakukuwa na konsepti zenye motisha sana, ni vile hivyo unajua, ila kwa uchache ambao umepatikana nimekusuka ubongo katika uredi mzuri. So kabla tusonge kusonga, kwanza ni kujuze dhumuni la sauti yangu pamoja na video hii. Karibu Kibox Media, I'm Timoth, and video hii itakujuza mambo yafuatayo. Kwanza, analysis ya matukio ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. Pili, itakujuza kuhusu mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. Lakini tatu, ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye jamii zetu kupitia matukio yaliyopo kwenye series. Hivyo nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa zaidi, na kuna wale ubongo kuhusu analytical review kutoka hapa Kibox Media. Bila hivyo nina hakika unaweza kupotoka kasi kidogo, lakini usiwaze, Timoth nipo hapa, nitakusuka ubongo wako vizuri mpaka furahie. Na sasa twende kazi. Segment yetu ya mwisho itahusu mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii. Kwanza, nimependa namna Karobo kamchamba mama yake kuwa kwa sasa wamebadilishana akili. Karobo yupo na akili za mtu mzima na mama yake yupo na akili za kitoto, lakini roho mbaya alionayo mama Karobo, kuna muda nawaza sijui yupoje. Anyway, ipo siku atakuja kuzama kwenye ukatili mkubwa na hatimaye akafikia kikomo, kwa sababu atakuja kuumbuka tu au akufe tu. Subirieni mtaona. Lakini pili, Patronize na mwenzake wameipamba vyema sanaa muziki kwa kuimba kwa uredi mzuri. Hakika wamenikosha sana. Uimbaji wao umenivutia mno. Hakika wakisonga kusonga wanaweza kutoboa chap sana. Tatu, mapambano ya Kichupa, licha ya changamoto ambazo anapitia, bado harakati za kupambania uhai wa Baba Karobo hazikati tamaa. Hakika ipo siku atafanikiwa au kuonesha mwanga fulani mpya. Lakini katika uganga sidhani kama kutatokea mabadiliko zaidi ya Mungu kuhusika katika hii. Yes, we are waiting for it. 4, akili za Remi na mwenzake ni kama ngedere hivi, natamani wanaswe ili kiwarambi zaidi, halafu mambo yawe mazito. Finally, kwa mtazamo wako, Karobo anachoenda kufanya ni sahihi? Na je, yatakuwa na msaada gani katika pambano lake? Bila kusahau kwa mafikirio yako, Kichupa kama akakosa namna ya kuingia kwenye msitu, ni njia gani ambayo labda Baba Karobo anaweza kuitumia ili apone? Je, ni kwa kumkumbuka mchawi yule mfupi ama kutafuta njia nyingine ili aweze kupona? Kwa sababu tunafikiri mapambano ya kuanza kuwatafuta watumishi wa Mungu ambao wanaweza kumsaidia yaanze mara moja, as mama yake pia amekaa kimya. Sijui ana plani gani mpaka sasa. Anyway, mambo mengi hapo mbele. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Timoth nipo hapa. Drop comment yako yenye maoni stahiki. Wanafamilia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi, zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha Kiswahili. Maoni kiandika comment yenye misamiati tata, haisomeki, haieleweki, wakati sehemu ya kuedit ipo, basi edit ili comment yako ing'ae. La sivyo ikikaa kama kamzimu itafuta mara moja, kwa sababu itakuwa ikiuka maadili kama Kibox Media family. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond to possible. Ciao.